Corporal punishment has been widely used to discipline children in schools and communities across Tanzania, often resulting in both physical and psychological abuse to children. In support of government efforts to strengthen child protection, CSSC, in partnership with KKS from Germany and with financial support from the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), is implementing the Usalama wa Watoto UWAWA project across 100 primary schools and communities in Mwanza and Pwani regions. Mradi huu umelenga kumwezesha mtoto kujifunza katika mazingira yaliyo salama. Kwanza unamlenga mtoto akiwa shuleni, lakini pia unailenga jamii ambako mtoto anatokea, lakini pia unalenga walimu ambao wanafanya mazingira ya mtoto kuwa salama. Ulitusaidia hata sisi kwa walimu walioko mafunzoni kwenda kupeleka mabadiliko kule kwenye shule zao watakapokuwa kazini. Akishagundua kwa mwanafunzi wake ndani ya darasa na nje ya darasa ana changamoto, badala ya kutoa adhabu na kutokumsikiliza mtoto, itabidi akae naye, amsikilize, ajue chanzo ni nini. Kulikuwa na mwanafunzi ambaye ni mtoro wa muda mrefu sana. Anaweza kukaa wiki 2, wiki 3 haji shuleni. Badala ya kumwadhibu yule mtoto kwa fimbo, tulichokifanya ni kumvuta karibu, kumuonyesha upendo kwanza, kujua shida inayomfanya yule mtoto asije shuleni ni nini. Kugundua kwamba mtoto yule huwa na changamoto ya kukosa nauli. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuongea na uongozi ambao ukao na msapoti nauli. Kwa yule mtoto alikuwa anafanya bidii ya kuja shuleni. Kama anajua hana nauli, mzazi wake atapiga simu kwamba nimekosa nauli, mtoto hawezi kufika shuleni, na uongozi unafanya utaratibu wa kumsaidia yule mtoto. Na mtoto anapoweza kusoma vizuri, maana yake na matokeo yanakuwa mazuri. Kwa shule yetu kwa kweli matokeo yamekuwa mazuri sana, na shule imekuwa ikifanya vizuri. Kwa mfano mwaka jana kwa shule za msingi za serikali, shule yetu imeongoza ikishika namba 1 katika wilaya, kwa maana ya halmashauri ya mji wa Kibaha. Lakini kuna faida nyingi sana ambazo za kutumia adhabu mbadala. Mojawapo ikiwa ni kumjengea mtoto ujasiri wa kufahamu, kumbe ukikosea ninafahamu nini cha kufanya. Ninaporipotiwa sikutaji kukimbia kujificha, isipokuwa unapoitwa mbele ya mwalimu, kama sio mbele ya mwalimu tunaita hata mzazi, anafahamu kabisa kwamba nikifika pale nitaeleza kwa nini jambo hili limetokea na nitaomba msamaha. Adhabu hizi zimesaidia pia watoto kujifunza namna ya kujitegemea bila kutumia nguvu kubwa au kutumia fimbo. Wanajua kabisa kwamba natakiwa nifanye hivi, na nikikosea hivi adhabu yake itakuwa ni hivi. Wanafunzi wanakuwa huru zaidi katika kujifunza, na hiyo inamuondolea hofu mwanafunzi, ambayo mwanafunzi asingeweza kujifunza vizuri kama mwalimu ameingia amebeba lundo la viboko. Kwa hiyo badala yake mwanafunzi anakuwa huru kujifunza. Akiwa huru kujifunza, anaelewa vizuri zaidi na matokeo yake ya kitaaluma yanakuwa mazuri. Mafanikio mengine ya adhabu mbadala imeleta mahusiano ya karibu kati ya wanafunzi na walimu, kwa sababu walimu wanaonyesha upendo kwa watoto na watoto nao wameanza kusogea kwa walimu, kwa sababu walimu hawachapi tena. Maana mtoto akiona mwalimu ameshika fimbo anakimbia, anamuogopa. Adhabu za viboko zimepungua kwa kiasi kikubwa, kwani walimu wanatumia sasa adhabu mbadala ili kuweza kuwafanya watoto wawe na urafiki na walimu, wawe na urafiki na shule. Hii inasaidia kuongeza ufaulu wawapo shuleni. The UWAWA project has profoundly transformed schools and communities in Tanzania by demonstrating that discipline grounded in respect is not only effective but also transformative in shaping positive children's behavior and stronger teacher-student and child-parent relationships.